Hebu fikiria hivi. Unaamka asubuhi, unafungua WhatsApp yako, kwenye status za marafiki unaona screenshot za malipo. Mtu mmoja anakuandikia, nimelipwa leo. Mwingine anasema, nilianza kwa kiasi kidogo sana, sasa napata pesa kila siku. Dakika chache baadaye unapokea ujumbe kutoka rafiki yako ama ndugu yako. Anakwambia kuna mfumo mpya, jiunge mapema kabla hujafungwa. Watu wanatengeneza pesa kila siku huku. Unaanza kujiuliza maswali mengi sana. Je, huu ni uwekezaji halali? Je, ni network marketing? Je, ni pyramid scheme au ni Ponzi scheme? Ukweli ni kwamba katika miaka hivi karibuni tumeshuhudia mifumo mingi ya kutengeneza pesa ikitoa taarifa kwamba labda unaweza kutengeneza pesa nyingi, ukapata fedha nyingi kupitia mitandao. Na hizo taarifa zimekuwa zikisambaa kupitia WhatsApp, Telegram, TikTok, Facebook na mitandao mingine ya kijamii, hata YouTube pia. Baadhi ya watu wameonyesha ushahidi wa malipo. Wengine wamehamasisha marafiki, ndugu zao wa kujiunga, huku wengine wakipoteza fedha zao baada ya mifumo hiyo kusitisha huduma. Lakini tatizo kubwa si kwamba mifumo hiyo ipo. Tatizo kubwa ni kwamba watu wengi hawaelewi tofauti kati ya network marketing na pyramid scheme ama Ponzi scheme. Kwa sababu hiyo, ni rahisi kuvutiwa na ahadi za faida bila kuelewa mfumo unaozalisha faida. Katika video hii, ningetamani niweze kukusaidia kukupa maarifa yatakao kusaidia kuuliza maswali sahihi na muhimu kabla ya kufanya uamuzi wa kujiunga ama kutoa fedha zako katika mifumo hii. Kwa sababu mara nyingi hasara ianzi pale unapotoa fedha yako. Huanzia pale unapowekeza kwenye jambo ambalo hukulielewa tangu mwanzo. Kabla hatujaweza kuelezea utofauti kati ya network marketing na pyramid scheme ama Ponzi scheme, kuna swali muhimu sana ambalo unapaswa kujiuliza. Kwa nini mifumo hii huwavutia watu wengi haraka na wengi wanajiunga? Je, ni kwa sababu watu hawana elimu? No. Je, ni kwa sababu ni matapeli? No. Au kuna sababu nyingine? Ukweli ni kwamba mara nyingi watu wengi wanapojiunga na mifumo hii si wajinga, sio kwamba ana hela, sio kwamba ana hela sana za kuchezea, sio kwamba ana elimu, wala si watu wasiopenda kufanya kazi. Wengi wao wana ndoto za kuboresha maisha yao. Wapo wanaotafuta kipato cha ziada ili kukidhi mahitaji ya familia yao. Wapo vijana wanaomaliza masomo lakini hawajapata ajira. Wapo wafanyakazi ambao mishahara yao haitoshi, na wapo wafanyabiashara wanaotafuta njia nyingine ya kuongeza kipato. Halafu ghafla wanaona mtu anayemfahamu akionyesha ushahidi wa malipo kupitia mifumo hiyo. Anaweza kuwa labda rafiki, ndugu yako, mfanyakazi mwenzako, au hata yule ambaye umemfuatilia kwa muda mrefu katika mitandao. Anakuambia, mimi tayari nimeanza kupata pesa. Ukichelewa unaweza kukosa nafasi. Kwa wakati huo, hisia huanza kufanya kazi kuliko mantiki. Unaanza kujiuliza, kama yeye ameweza, kwa nini mimi nisijaribu? Kwa nini mimi nishindwe? Na hapo ndipo watu wengi huingia kwenye mifumo bila kujiuliza swali muhimu zaidi. Pesa hizi zinatoka wapi? Kwa sababu ukweli ni kwamba kila biashara halali au uwekezaji halali lazima uwe na chanzo kinachoeleweka kwa mapato. Yanatoka wapi? Ukielewa chanzo hicho, ni rahisi kufanya maamuzi sahihi. Usipokielewa, unaweza kufanya uamuzi kwa kutegemea matumaini badala ya taarifa sahihi. Ndio maana kabla ya kujiunga na mfumo wote unaokuahidi kipato, unaokuahidi fedha nyingi, hatua ya kwanza si kutoa fedha. Hatua ya kwanza ni kuelewa mfumo huo unafanyaje kazi. Na ili kuelewa hilo, tuanze na hii aina ya kwanza ambayo watu wengi huita network marketing. Network marketing ni mfumo wa kibiashara ambao kampuni huanza kuuza bidhaa ama huduma kupitia mtandao wa wasambazaji badala ya kutegemea maduka ya kawaida pekee kuweza kufanya biashara. Kwa mfano, kampuni inaweza kuwa na bidhaa ama huduma labda ya virutubisho. Huenda labda umekuwa ukisikia kwenye mitandao ya kijamii kwamba sijui virutubisho au tibalishe na kadhalika, vipodozi, vifaa mbalimbali ama huduma labda za kozi mbalimbali zinatolewa katika mitandao. Sasa kinachofanyika, badala ya kutumia gharama kubwa ya kutengeneza matangazo labda sponsored ads na kadhalika, kampuni huwapa watu nafasi ya kusajiliwa kama wasambazaji wa bidhaa hizo ama kama mawakala. Mtu anaponunua au kuuza bidhaa hizo anaweza kupata faida au commission kulingana na mfumo wa kampuni, yani asilimia ambayo kampuni itakuwa imeweka, ama mtu wa huduma, mtu binafsi. Baadhi ya kampuni ama mtu binafsi pia hutoa labda bonus ama zawadi pale unapowajengea timu ya wasambazaji, lakini msingi wa biashara unapaswa kubaki kwenye bidhaa ama huduma unayouza.
Mfano tunaona kwamba labda wanasema top leader anaweza kasajili watu wengine chini yake, kadri kila mmoja anakuwa anafanya kazi ile ambayo yule mtu wa kwanza anafanya. Hapa ndipo watu wengi huchanganyikiwa, kwa sababu si kila mfumo unaojiita network marketing unafanya kazi kwa kanuni hizo. Ndio maana ni muhimu kujiuliza maswali machache. Je, bidhaa ama huduma inayouzwa ina thamani hata kama hakuna mtu mwingine atakayejiunga baadaye? Je, kampuni inapata mapato kutokana na mauzo ya bidhaa ama huduma, au mapato mengine yanategemea ada za wanachama wapya? Hao ni maswali muhimu sana, kwa sababu network marketing halali inalenga kujenga biashara kupitia bidhaa au huduma inayotafutwa na wateja. Lakini pale ambapo bidhaa inakuwa kisingizio na jambo linalopewa uzito mkubwa ni kuingiza wanachama wapya ili walipe ada au waanze kufanya uwekezaji wa fedha, hapo ndipo unapaswa kuwa makini zaidi. Na hapo ndipo tunaingia kwenye mfumo mwingine ambao mara nyingi huchanganywa na network marketing. Tunaita mfumo wa pyramid scheme. Pyramid scheme ni nini? Ili kuelewa vizuri, hebu tufikirie mfano rahisi. Fikiria kuna mfumo unakwambia ili uwe mwanachama unatakiwa ulipe ada ya kujiunga. Baada ya kujiunga unaambiwa unaweza kupata pesa, lakini kuna sharti moja. Unatakiwa ulete watu wengine wajiunge walipe ada kama ulivyofanya wewe. Kila mtu mpya anayejiunga kupitia wewe unapata commission. Nao pia wanahimizwa kuleta watu wengine, na hao wengine nao walete watu wengine. Ndio maana mfumo huu unaitwa pyramid, kwa sababu unakuwa mpana zaidi kadri watu wanavyoendelea kuongezeka chini yako. Kwa mtu aliyejiunga mwanzoni, mfumo unaweza kuonekana unafanya kazi vizuri. Anaweza kupata mapato ama akapata fedha zaidi. Anaweza kuwa na ushahidi wa kweli wa pesa alizopokea. Lakini sasa tujiulize swali muhimu. Pesa hizo zinatoka wapi? Kama mapato mengi yanategemea ada za wanachama wapya wanaojiunga badala ya bidhaa ama huduma yenye thamani inayouzwa, mfumo huu unahitaji watu wapya waendelee kuingia kila siku. Kama mapato mengi yanategemea ada za watu wapya wanaojiunga badala ya bidhaa au huduma yenye thamani inayouzwa, mfumo huu unahitaji watu wapya waendelee kuingia kila wakati. Hasa fikiria hali hii. Ikiwa siku moja watu wapya wataacha kujiunga, je, wale waliopo ndani wataendelea kupata pesa? Hapo ndipo changamoto inapoanza, kwa sababu mifumo ya aina hii uhitaji idadi ya wanachama iongezeke kila wakati ili malipo yaendelee. Lakini kuna mfumo mwingine ambao mara nyingi hufanana na pyramid scheme, ingawa unafanya kazi kwa njia tofauti. Huu tunaita Ponzi scheme. Ponzi scheme ni mfumo wa kifedha ambapo watu huahidiwa faida au marejesho ya fedha kwa muda mfupi, lakini faida hizo hazitoki kwenye biashara halisi inayozalisha mapato. Badala yake, pesa za watu wa zamani hulipwa kwa kutumia fedha za watu wapya wanaoingia kwenye mfumo. Hebu tuweke kwa mfano rahisi. Unaambiwa weka 100,000, baada ya siku chache unapata 150,000 au zaidi. Kwanza inaonekana kama uwekezaji wa kawaida. Na kwa kweli watu wa mwanzo wanaweza kulipwa. Wanaweza kupata faida zao kwa wakati. Hiyo ndio sababu na ni sehemu inayowafanya watu wengi waamini mfumo, lakini swali muhimu linabaki lile lile. Faida hizo zinatoka wapi? Kama hakuna bidhaa inayouzwa kwa wateja wa kawaida au hakuna huduma halisi inayozalishwa mapato, basi fedha zinazoingia zinategemea watu wapya wanaojiunga. Kwa muda mfupi, mfumo unaweza kuonekana unafanya kazi vizuri sana, lakini kuna tatizo moja kubwa. Pale ambapo watu wapya wanaoingia wanapungua au kusimama kabisa, mfumo unakuwa na changamoto ya kuwalipa waliopo. Ndio maana Ponzi scheme mara nyingi huonekana kufanya kazi nzuri mwanzoni, lakini huanguka baada ya siku kadhaa baadaye ama miezi kadhaa baadaye. Na watu wengi wa mwisho kuingia ndio hupata hasara kubwa zaidi. Ni muhimu kuelewa kwamba katika mfumo wa aina hii, faida sio matokeo ya biashara endelevu, bali ni mzunguko wa fedha kutoka kwa washiriki wapya kwenda kwa washiriki wale awali ama waliojiunga awali wanapata faida zaidi. Na hapo ndipo swali muhimu zaidi linakuja. Je, unatambua mapema dalili za mfumo unaweza kuwa hatarishi kabla ya kujiunga? Sasa baada ya kuelewa network marketing, pyramid scheme na Ponzi scheme, swali muhimu linabaki. Unawezaje kutambua mapema kama mfumo fulani unaweza kuwa hatarishi kabla ya kujiunga ama kuweka pesa zako? Kuna dalili chache muhimu ambazo mara nyingi huonekana. Ya kwanza ni hii. Kama uzito mkubwa unawekwa kwenye kuingiza watu wapya kuliko bidhaa au huduma yenyewe. Ukiona mfumo ambao kila mtu anakuambia leta watu wengine ili upate fedha au upate faida,
lakini hakuna maelezo ya kutosha kuhusu bidhaa au huduma inayouzwa. Hii ni ishara ya kwanza ya kuwa makini. Ya pili, ahadi za faida kubwa kwa muda mfupi bila maelezo ya wazi jinsi faida hizo zinavyopatikana. Mfumo unaoahidi faida kubwa haraka bila kuleta biashara au uwekezaji unaozalisha faida hizo zinakupatia tahadhari ya kwamba kuwa makini. Jambo la tatu, shinikizo la kujiunga haraka. Maneno kama nafasi ni chache, ukichelewa utapoteza, au jiunge leo kabla haijafungwa, mara nyingi hutumika kuwafanya watu wafanye maamuzi bila kufikiria kwa kina zaidi. Jambo la nne, ukosefu wa wazi kuhusu biashara halisi. Kama huwezi kuelewa wazi kampuni inauza nini, inapataje mapato, au jinsi fedha zinavyozalishwa, hilo ni jambo la kuzingatiwa na kuwa makini. Jambo la tano, ushahidi mwingi wa mafanikio unaotegemea watu binafsi badala ya taarifa za biashara. Ukiona zaidi screenshot za malipo au shuhuda lakini hakuna maelezo ya mfumo wa biashara, ni ishara ya kujiuliza zaidi. Sasa tumepitia kwa pamoja mifumo mitatu muhimu: network marketing, pyramid scheme na ponzi scheme. Na tumeelewa jambo moja la msingi: si kila mfumo unaoonekana kama fursa ya kutengeneza pesa ni hatari, na si kila mfumo unaoonekana rahisi kuelewa ni salama. Lakini kitu kimoja cha uhakika ni kwamba uamuzi wa fedha bila uelewa mfumo nyuma yake unaweza kukugharimu zaidi ya unavyofikiria. Kuna watu wanaoingia kwenye mifumo hii na ufanikiwa kwa muda fulani. Wapo pia wanaoingia na kupata hasara. Na mara nyingi tofauti kati ya hawa watu wawili ni bahati. Ni uelewa wa jinsi mfumo unavyofanya kazi kabla ya kuingia. Lengo la video hii halikuwa kukuambia ujiunge ama usijiunge na mfumo wowote. Lengo lilikuwa kukusaidia kujua maswali ya kuuliza kabla ya kufanya uamuzi. Kwa sababu katika dunia ya leo, taarifa nyingi zinapatikana kwa haraka, lakini uelewa wa kina bado ni adimu. Na hapo ndipo watu wengi hupotea. Kabla ya kuwekeza muda wako, fedha zako au imani yako kwenye mfumo wote ule, jiulize, je, unaelewa kabisa chanzo cha mapato ya mfumo huu? Bila shaka video hii itakuwa imekusaidia. Mimi ni Henry Kidawa, na kusaidia kuona na kutumia fursa za kidijitali. Usisahau kunifollow katika mitandao yangu ya kijamii kwa jina la Henry Kidawa, bila kusahau katika channel yetu ya YouTube. Hakikisha umeisubscribe.